Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alitutaka sisi viongozi kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya vijana na Watanzania kujiajiri na kutafuta riziki yao. Hivyo jambo lingine lililotuleta hapa ni kukaa kwa pamoja kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya wafanya biashara. Sasa ninyi, wako baadhi yenu ni wamiliki wa guta za betri, si ndio? Mmezipa jina gani? Umeme. Ninyi ni wamiliki wa vitoyo umeme, si ndio? Na wengine mmeajiriwa kuendesha vitoyo umeme. Lakini vifaa ambavyo nyinyi mnaviendesha vinaleta changamoto kwa wengine kwa sababu ya sheria, taratibu na kanuni kama nilivyotaja hapo awali. Wako baadhi yenu wanapaki paka katikati ya barabara na watu wengine hawawezi kupata huduma. Mko mlio wengi mnaendesha vitoyo umeme, hivi vyote hivi havijasajiliwa, lakini vinapita barabarani kama guta iliyosajiliwa, kama bajaji iliyosajiliwa, kama pikipiki iliyosajiliwa. Wako miongoni mwetu wanaendesha, sio miongoni, karibia wengi, mnaendesha pasipokuwa na leseni. Mnaendesha vyombo havina bima, na nyinyi mna uhai. Mkipata ajali na hivyo vyombo hauwezi kulipwa, wala chombo chako hakiwezi kulipwa. Sasa tunakwenda kurasimisha matumizi ya guta hizi zinazotumia umeme. Urasimishaji wake utaenda kwa mujibu wa sheria na taratibu ya taasisi za udhibiti ambazo wamesema hapa. Na sisi kama serikali tutaendelea kuhakikisha tunalea wote ili kila mmoja aweze kufanya biashara yake vizuri. Sasa nimshukuru mkurugenzi wa jiji ambaye anakwenda kutengeneza utaratibu wa parking, namna gani tunatakiwa kukaa wakati tunatafuta riziki zetu. Lakini nishukuru jeshi la polisi ambalo na wao wanakwenda kutoa elimu kuhakikisha tunaendesha vizuri vyombo hivi vya umeme. Sababu wako wanaoingiza kama spare, wakifika kwenye corridor wanaanza kuvifunga, vinaingia mjini. Sasa serikali inakwenda kuvisajili. Ni vizuri wakafuata utaratibu wa kuvisajili rasmi hivi vyombo. Kwa zoezi hili la usajili, zoezi la kwenda kwenye mafunzo, zoezi la kupata leseni, zoezi la kupata parking wapi, ninatoa mwezi mmoja. Katika kipindi cha mwezi mmoja sisi wote tuhakikishe baada ya mwezi mmoja kila mmoja ana leseni, chombo chake kimesajiliwa, anajua wapi anapaki na namna gani amepata mafunzo ya kuendesha chombo hiki barabarani. Baada ya hapo, Waswahili wanasema tusitakane nini? Ubaya, ambayo inaitwa makusudi. Kuendesha chombo hiki baada ya mwezi mmoja bila kufuata utaratibu. Serikali inawapenda watu wake. Vinginevyo tungesema tunaanza operation kuanzia lini? Kuanza leo. Lakini serikali imetoa mwezi mmoja. Changamkieni hiyo fursa.
Wakwenda darasani, nendeni darasani mkasome. Wale waliosoma nendeni mkapate nini? Leseni.